haya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanawakuta wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Anaeleza Mtume sallam, fayahufunahum biajnihatihim, wanawafunika na kuwatandaa na mbao zao ila samai dunia, mpaka kwenye mbingu ya dunia. Fayasaluhum rabbuhum, Allah subhanahu wa ta'ala anawauliza malaika hawa. Fayasaluhum rabbuhum, Allah anawauliza malaika hawa, wa huwa a'lamu, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anajua yale ambayo anayauliza. Anasema ma yaqulu ibadi, ni kitu gani walichokusanyika waja wangu hao, ni kitu gani wanasema waja wangu hao? Allah subhanahu wa ta'ala anawauliza malaika wake. Aya yaquluna, malaika wanasema yusabbihunaka, waja wangu hawa wanakusabbihu wewe Allah subhanahu wa ta'ala, wayukabbirunaka, na wanakutukuza wewe Allah subhanahu wa ta'ala, wayahmadunaka, lakini pia wanakuhimidi wewe Allah subhanahu wa ta'ala, wayumajidunaka, lakini pia wanakunyanyua wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwaambia hao malaika hawa wote ambao wanawafanya waja wangu hao, hala ra'auni, je, wameniona mimi, wananifahamu mimi mola wao? Fayakuluna, malaika wale wanasema la wallahi ma ra'auka, tunaapa kwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala, ma ra'auka, hawajawahi kukuona waja hawa. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala anasema fakaifa law ra'auni, je, vipi kama wangeniona waja hawa? Kwa sababu jambo wanaolifanya ni jambo kubwa mno, hawajamuona Allah subhanahu wa ta'ala, na wala walikuwa wana uhuru wa kuyafanya yale ambayo wao wanayotaka fi umuri dunia, katika mambo ya dunia, lakini wamezuia nafsi zao wakawa wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi hicho. Allah akawauliza malaika, je, hali hiyo wanaifanya katika hali ya ghaibu, hali ya kuamini hawanajui? Je, vipi kama wangeliona, wangelijua mimi mola wao niko hivi, vipi kama wangeliona? Qala yaquluna, malaika wanasema law ra'aka, lau kama hawa wangekuona, kanu ashadda laka ibadatan, basi wangekuwa wao wanakupa zaidi na wanamdhulumu zaidi katika kuabudu wewe Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashadda laka tahmidan, lakini pia wangekuwa wanakupa zaidi juu ya kumhimidi wewe Allah subhanahu wa ta'ala, wa akthara laka tasbihan, na wangekuwa wanakupa zaidi juu ya kusabbihi wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala anasema famadha yas'aluni, je, kitu gani waja wangu hao wananiomba mimi mola wao? Famadha yas'alun, kitu gani wananiomba mimi mola wao? Qala yaqulun, malaika wanasema yas'alunaka aljanna, waja hawa wanakuomba wewe mola wao pepo. Qala yaqulu hal ra'awha, Allah anawauliza malaika wao, je, wameiona hiyo pepo mpaka wao wanaiomba? Qala yaquluna, malaika wanasema la wallahi ya rabbi ma ra'awha, hapana wewe mola wetu, hawajaiona waja wako hiyo pepo, wala hawajui, bali wala haijawahi kupita katika mioyo yao, lakini wanakuomba katika hali ya ghaib, hali ya kufichikana. Yaqrauna kitaba, wanasoma kitabu chako, wanafahamu katika mambo ya ghaib yanayofichikana, lakini wameamini na kuyafanyia kazi. La wallahi ya rabbi ma ra'awha. Qala yaqulu fakaifa law ra'awha, Allah anawauliza malaika wake, je, vipi kama wangeiona hiyo pepo, min maladhatiha, katika zile ladha zilizopatikanazo katika hiyo pepo, vipi kama wangeiona? Qala yaqulun, malaika wanasema law annahum ra'awha, lau kama hawa waja wako wangeiona hiyo pepo, kanu ashadda 'alayha hirsan, basi wangekuwa wanakupa zaidi ya kuitaka, wa ashadda laha talaban, na wangekuwa wanakupa zaidi ya kuitafuta, wa a'zama fiha raghbatan, na wangekuwa makubwa mapenzi yao katika kuitarajia na kuipata hiyo pepo. Qala famimma yata'awwadun, Allah subhanahu wa ta'ala bado anawauliza tena malaika wake, badala ya hawa malaika kukutana hawa ambao wanashughulika na jambo hili, wakisoma kitabu cha Allah na wakimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anateremsha mambo haya. Allah anawauliza malaika wake, famimma yata'awwadun, je, kitu gani ambacho wao wanajikinga kwa mimi? Qala, malaika wanasema yata'awwaduna minan nar, wanajikinga kwako ili uwahifadhi wewe mola wao kutokana na moto.
moto, je, wao wameona? Qala yaquluna, malaika wanasema la wallahi ma ra'awha, tunaapa kwako wewe Allah, hawajawahi kuona huo moto. Fayaqulu kaifa law ra'awha, Allah anasema je, vipi kama wangeona huo moto? Hizi ni sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawataja hawa waja ambao walikuwa wameziweka kando nafsi zao juu ya kujipinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na jambo la dhikri la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaquluna la ra'awha, wanasema malaika lau kama wangeuona moto huo, kanu ashadda minha firaran, wangekuwa wanakwenda mbali zaidi, wanakimbia mno kujiweka mbali na maasiya na aina za maasiya kwa hali tofauti tofauti. Wa ashadda laha makhafatan, na wangekuwa wanauogopa zaidi moto huo. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, fayaqulu faashhidukum, basi mimi nawashuhudia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia malaika wake, faashhidukum, basi mimi nawashuhudia ninyi malaika wangu, anni qad ghafartu lahum, mimi mola wao nimewasamehe waja wangu. Qala malaika yaqulu malakun min almalaika, anasema malaika miongoni mwa wale malaika, fihim fulani laysa minhum, katika hao waja wako ambao wewe umewasamehe Allah subhanahu wa ta'ala, kuna watu hivyo sio katika hao, kwa maana wao hawajakusanyika kwa ajili ya jambo hilo, hawajakusanyika kwa ajili ya kusoma kitabu chako, hawajakaa katika kikao hicho kwa ajili ya kusabihi wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Innama jaa alhajati, hakika vinginevyo kwamba wao wamekuja kwa haja maalum. Yani mathalan, yaweza ikawa mtu labda anaingia katika msikiti kwa lengo labda ana mgeni wake, wewe anatarajia kukutana naye katika msikiti kwa sababu mtu yule anafanya ibada, hakuja kwa ajili ya kuswali na kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa malaika huyu anasema kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, fihim fulanun, ndani ya hao watu kuna mtu laysa minhum, si katika hao, kwa maana si katika watu ambao yadhkuruna kama wanakutaja wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Innama jaa lihajati, hakika vinginevyo amekuja ana haja zake tu maalum. Qala, tunasema anaeleza Allah subhanahu wa ta'ala anasema, humul julasau la yashqa bihim jalisuhum, kwamba anaeleza kwamba hao katika kikao cha hicho, hata kama yule ambaye aliyeingia kwa nia sio ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, sio ya kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ataunganishwa katika msamaha huo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuweka kwa ajili ya hao waja wake. Ibadallah, enyi waja wa Allah, katika hadithi hii kuna mafunzo ambayo yalikuwa makubwa, lakini pia kuna fadhila iliyokuwa kubwa kwa wale ambao yadhkuruna Allah, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ikiwa kama Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli yawmin, katika kila siku anawatuma malaika wake katika sehemu mbalimbali, malaika hawa wanatembea na kutafuta wale ambao wanaomtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika vikao vyao. Lakini pia pindi wanapowakuta watu hawa wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, malaika hawa wanatandua mbawa zao na kuwafunika watu hawa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akiwashushia wao msamaha. Ndugu zangu, katika jambo ambalo Muislamu anatakikana wao kuzunguka nalo juu ya masala haya ambayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza, vipi kwa wale ambao malaika hawa wanatumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wakamkuta wewe katika vijiwe ambavyo la faida fihi, havina faida ndani yake, watu wakawa wanacheza draft, watu wakawa wanacheza soka mfano hivyo, watu wakawa wanapoteza wakati wao katika vitu la yanfa fi dunyahum wa ukhrahum, haviwafaishi katika dunia yao na akhira yao. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawatumiliza hawa malaika wakiwatafuta watu ambao wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi wewe Muislamu wakakuta malaika hawa hali ya kuwa uko katika fahisha, katika mambo yaliyokuwa machafu? Wakamila linasi leo, na wangapi leo katika watu yudayiuna awqatahum, wanaupoteza wakati wao fima la yanfa, katika vitu ambavyo havinufaishi. Ana asalukum billah, mimi nawaulizeni nyinyi Waislamu kwa ajili ya Allah, katika kipindi hichi ambacho kilichopita hapa karibuni, katika kasu
alalam, kombe la dunia, jambo ambalo linawashughulisha wengi katika Uislamu, wa hasatan shabab almuslimun, hasa kabisa vijana wa Kiislamu. Wangapi leo wanashughulishwa na jambo hili, na vingapi wamejipoteza, na mangapi wameacha katika khairati ya kuyafanya katika dini yao kwa sababu ya kombe la dunia. Hawakuwa watu wakingojea mpira uchezao wakati wa muda uliokwenda saa 10, bali mpira wacheza saa 11 ya usiku, watu wakiusubiria. Lakini sio hivyo tu, bali watu walikuwa wakiweka wakati wao, wakiutenga kwa sababu ya jambo hilo. Je, wangapi wametenga nyakati zao kwa ajili ya kuketi na kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa malaika hawa Allah subhanahu wa ta'ala anawatuma kwa jambo hilo, wakiwa wanakwenda kuwatafuta hawa ambao wao wanakaa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wanakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini maalasaf, ubaya uliopo leo kwamba wengi wetu katika Uislamu hatuko tayari sisi kukaa na kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tuko tayari kuitoa nyakati zetu na kutoa muda wetu kuweka katika mambo ambayo ya lahu, mambo ya kipuuzi. Wengi wetu kutuangalia, hatuwezi kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, au tunaweza kukisoma lakini hatuwezi kufanyia ihsan, kufanyia ifqan, kufanyia vizuri, kusoma Qur'ani kwa sawa, lakini tumeweka nyakati zetu katika mambo ambayo la faida tena. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala yuridu bikum khaira, Allah anakutakia nyinyi khairi. Tunapoteza nyakati zetu katika vitu ambavyo vimekuwa havina faida, dunia inatuhuri na kutupelekea katika mabalaa yaliyokuwa mazito. Leo wangapi watu wapo katika vijiwe, adhana zaaziniwa katika misikiti zikiwaita hayya ala al-falah, njooni katika ufaulu, watu wasukumakete. La hawla wala quwwata illa billah. Na vipi leo kama Allah subhanahu wa ta'ala akawatumiliza malaika hawa wakuta katika hali kama hiyo? Tudayi wakati, unapoteza muda. Lakini dini yako inakuhitajia wewe kujifunza yale ambayo wewe unahitajia kujua. Kuna mengi ambayo wewe Muislamu unataka kuyafahamu. Sasa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwamba hii fadhila ambayo tuko nayo na hawa ambao wenye kushikamana hali kama hii, watu wakabakia katika misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, yaqra'una kitab Allah, wakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wayadhkuruna, na wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wayasabbihuna, na wanamsabbihu Allah subhanahu wa ta'ala, wayastaghfirunahu, na wanamtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Aina haula wako mfano wa hivi, Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia msamaha uliokuwa mkubwa. Kwa hiyo wakati wetu sisi Waislamu kujipambanua na hali hii, tusishughulishe na vitu ambavyo sisi havina manufaa kwa sisi. Na wallahi jambo kubwa ambalo leo Waislamu ni waamuri kikubwa sana ni mpira, kiasi ya kwamba Waislamu wamekosa kabisa wakati wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani mimi naweza nikasema kwa wale ambao waliokuwa mashabiki wa mpira, tunajua kwa Waislamu wako ambao ni mashabiki wa mpira kabisa, wanapenda hali hiyo na huwezi kuwatoa katika hali hiyo. Lakini nataka nikwambie, katika huu mpira ambao uchezao, hii hila ya Mayahudi. Yaani kama Muislamu mpaka leo hujazinduka na kufahamu, hii ni hila ya Mayahudi, ni janja ya Mayahudi kuweza kuizima hii nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala al-Islam ya Muislamu. Yuriduna liyutfi'u nura Allah biafwahihim, wanataka wao waizime nuru ya Allah kwa midomo yao. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Hakuna umuri Yahudi, waddu leo kesho hivyo, waddu law takfuruna, wanatamani mno wao kama nyinyi Waislamu mngekufuru. Waddu law takfuruna kama kafaru, kama vile ambavyo wao wamekufuru, fatakununa sawa, ili muwe sawa. Leo kesho wanatamani.
Hebu niambieni, katika siku ambayo ile timu ambayo iliondoka kidedea kushinda ushindi wao, ni nani ambaye aliyesimamia kombe kuligawa lile? Nani? Hii mashahidi, lakini nafahamu alikuwepo katika ugawaji huo, na yeye alikuwa ni kama ni mgeni rasmi katika lile. Tufahamu masala haya. Trump anazungumzia nini kuhusiana na Uislamu na mfano wa hao? Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, fatanabahu ala hadha, tuzindukeni ndugu zangu, tuwekeni muda wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutengene nyakati za kusoma dini yetu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia tukisoma kitabu chake cha Allah subhanahu wa ta'ala tufahamu Uislamu wetu kwa misingi iliyokuwa sawa, misingi ambayo itakayokuwa sisi na moto wa Allah na itakuwa sababu ya kutuingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbakum wa antum muqinuna bil jannah.